السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا شبيه له ولا نظير له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهي أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي، أنا لا أضام وفي حماك أماني، أنا إن بكيت فلا ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني. أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، karibuni katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia ibada kuu ya haji, khatwa khatwa. Njoo pamoja nami tuhiji hatua kwa hatua vipi inafanywa ibada ya haji. Hii hasa ni special kwa ndugu zetu ambao wanaelekea Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Muhimu wapate kujua kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipokuwa katika hija yake ya mwisho aliwahi kusema maneno ambayo ni akiba njema, ni mafundisho makubwa kwa kila Muislamu. Lita'khudhu anni manasikakum falastu adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Anawaambia Waislamu wakati kila anapofika katika ibada za hija katika sehemu mbalimbali, alikuwa anawaambia chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Angalieni vizuri mimi mtume wenu ninavyofanya ibada ya haji, mwende sambamba, muige hivyo hivyo, msiongeze wala msizidishe. Chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya haji, kwani mimi sijui, huenda tusikutane tena baada ya mwaka wangu huu. Mtume ndivyo alikuwa akiwaambia, na neno hili alikuwa akisisitiza, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Akifika katika viwanja vya Arafa, viwanja vya Mina, alikuwa akiwaambia sijui, lakini huenda tusikutane tena baada ya leo. Huenda hii ndo hija yangu ya mwisho, huenda umri wangu baada ya hapa ukakatizwa na Allah subhanahu wa ta'ala au ukamalizika. Na ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu Mtume baada tu ya kumaliza hija alika Muharram, akaka na Safar, Rabi'ul Awwal akafariki Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili hiyo alikuwa anasema maneno ambayo kana kwamba alikuwa anaona mbele kutatokea nini. Chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija, kwani huenda tusionane tena. Miezi mitatu tu baada ya maneno haya, iltahaqa birrafiqil a'la. Kwa hiyo wewe haji unaokwenda zako kuhiji, zingatia sana maneno ya Mtume, khudhu anni manasikakum au lita'khudhu minni au anni manasikakum. Chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Tambua kwamba wewe unakwenda kule ni mgeni wa Allah. Alhujjaju walmu'tamiruna wafdullah, ni dhuyufur rahman. Mahujaji na wenye kufanya umra, wenye kufanya umra na hija ni wageni wa Allah, ni ujumbe wa Allah. Da'ahum falabbawhu, da'ahum, Mwenyezi Mungu amewaita, falabbaw, na wao wakaitikia alipowaambia وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
watangazie, waite watu waje wafanye ibada ya hija. Ibrahim anaambiwa na Allah watakuja, na akaita ya ayuha nnas inna Allaha kataba lakum au kataba alaykum alhajja fahujju. Akawaita na wakasema labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatimizie malengo yenu, awakubalie hija yenu, awape kila mnachokihitaji katika safari yenu hii miongoni mwa khair. Sasa umeshafika katika ardhi ya Makkah, umeshafika katika ardhi ya haram. Kumbuka kwamba Makkah ina mipaka yake, haram ina mipaka yake. Ndani ya haram hakikisha kwamba unanyakua na kuzipata thawabu ambazo zinapatikana pale. Alhasanatu fiha kama yaqulu alulamau bi100,000 hasana, kama Mtume alivyosema as-salatu fi masjidi al-haram bi100,000 salah, kuswali katika msikiti wa haram sala moja kwa 100,000. Ulama na shurahu al-hadith wakatueleza kwamba makana ya haram, mtukufu wa haram wote, mipaka ambayo imewekwa, jema moja, wema mmoja unaofanya malipo yake 100,000 hasana. Wengi katika ulama wamelizungumza hilo. Kwa hiyo patiliza ukiwa haram kufanya ibada kwa wingi ili ujinyakulie thawabu hizi kede kede ambazo hakuna anayezipata isipokuwa anayekuwa katika ardhi ya haram. Swali kwa wingi, toa sadaqa kwa wingi, soma Qur'an kwa wingi, fanya takbira na tahlila na salata ala nabi kwa wingi, kwa sababu kwanza uko haram. La pili, utakuwa katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay al-ashra min Dhulhijja. Anasema Mtume hakuna masiku ambayo amali inayotendwa ni bora ndani ya masiku hayo kuliko masiku haya ya Dhulhijja. Yani hakuna amali ambayo inafuzu na kuishinda amali inayofanywa katika masiku 10 ya Dhulhijja. Wakauliza masahaba, ya Rasulullah, wala aljihad fi sabilillah? Siku zote unatuambia aljihad fi sabilillah ndo dharwatu sanami alislam, ndo ibada kuu kabisa. Kwa hiyo amali ambazo hazishindi amali inayofanywa ndani ya mwezi wa Dhulhijja, hata hiyo jihad pia Mtume akasema wala aljihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min hadhihi shay'un, labda mtu atoke yeye na mali yake na nafsi yake alafu isirudi yeye wala isirudi mali yake, huyu anaweza akashinda. Lakini vinginevyo hakuna amali yoyote inayopita amali ifanywayo katika mwezi wa Dhulhijja. Zingatia hilo. Hata mwezi wa Ramadhani, hata zile siku 10 za mwezi wa Ramadhani za mwisho, zile za 10 la Lailatul Qadr, 10 al-awakhir min Ramadhan, hazifui dafu katika siku 10 za Dhulhijja kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haji unakwenda zako hija, lakini tambua kwanza kuna sharaful makan, unakwenda pahala patukufu ambapo ni pale Makkah haram. Alafu kuna sharafu zaman, unakwenda katika wakati mtukufu ambao ni ule siku 10 za Dhulhijja. Kwa hiyo zimechanganyikana vitu vitukufu vyote viko pamoja. Kuna sharaful makani wa zaman, kuna mahala na kuna wakati mtukufu. Wa mahala patukufu ni haram na zama au wakati mtukufu ni Dhulhijja. Na wewe mwenyewe mtukufu, wewe mwenyewe ni mtu bora, wewe mwenyewe ni mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wafdullah,
Ukimwita atakuitikia, ukimwomba atakupa. Wa hukka lizairi an yukrima zairahu wa hukka lilmazur an yukrima zairahu, imekuwa ni haki kwa anayezuriwa. Almazur huna huwa Allah, mwenyeji ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyekualika. Ikiwa wewe utakwenda tu kwa mwenyeji mtu, utakuwa mgeni tu wangu, mimi nitakukirimu kwa sababu nitakupa haki dhiyafa. Je, ikiwa mwenyeji wako ni Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakirimiwa wewe. Kwa hiyo ukikirimiwa na Allah utapata sharaf. Wewe ni mtu mkubwa kama haji ambaye ukitekeleza vyema ibada yako ya hija, tauduka yauma waladatka ummuk, utarudi nyumbani msafi kama vile siku umezaliwa, huna kosa, huna dhambi, na pepo ndio malipo yako. Mtume anasema alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, pepo ndio malipo ya hija iliyofaulu, ambayo haina uchafu, haina mchezo, haikuharibika ndani yake. Kwa ukishafika sehemu ya Maka, hakikisha unazingatia haya. Kisha sasa kuna hija aina tatu. Kuna hija inaitwa tamattu, na hija inaitwa qiran, na hija inaitwa ifrad. Hizi ni sampuli za utendaji wa haji. Hii ifrad na hii qiran ni sawa sawa kabisa, tofauti yake ni moja tu, au tofauti yake ni kwamba huyu muqrin atachinja, mufrid hatochinja, lakini yale matendo yanayofanywa mara nyingi yanafanana kati ya ifrad na qiran, ambayo ifrad ni kunuia tu ibada ya hija, labbaik allahumma hajjatan, unafanya hija ndani ya mwezi wa haji, unamaliza. Ukimaliza hija alafu unafikiria mwenyewe kwenda kufanya umra, ndio inaitwa ifrad. Qiran yani kuna mukarana baina alhaji wal umra, au moja inaingia ndani ya moja, na hii ndio iliyo na kuchinja na matendo yake ni yale yale. Utakuta kuna ibada ambazo zinafanana kati ya aina mbili hizi, lakini tamattu ambayo wengi katika sisi mahujaji wa East Africa ndio tunayofanya hii, tunanuia umra. Labbaik allahumma umratan, tunanuia umra ndani ya miezi ya hija, tunafanya umra ndani ya miezi ya hija. Tukimaliza kufanya umra tunatahallal, alafu tunasubiri mwezi 8 tunakuja kunuia hija, tunasema labbaik allahumma bilhajj. Na nyinyi mtaona wenye kufanya ibada hii ya tamattu, hivi ndivyo mtakavyofanya. Yani tunatoka katika majumba yetu, safari zetu, tunapanda ndege, tunakaa katika viti vyetu, tunanuia, tunasema labbaik allahumma umratan. Tunapofika katika zile miqat, nimekuitikia Mola wangu kwa ajili ya kufanya umra, tunakwenda zetu mpaka Jidda, wa minha ila Makkah, tunatoka Jidda mpaka Makkah. Tukishafika kwa hotelini kwetu, viongozi wetu wanatuchukua, wanasema sasa twendeni tukatekeleze ibada ya umra, tukiwa katika maguo yale ya ihram, libasul ihram. Wanaume wanawake nguo zao ni zile zile, tukiwa tunachunga mahdhuratul ihram, zile zinazoharibu ibada hii, kama kukata nywele, kukata kucha, kujitia manukato na vitu vinginevyo ambavyo tumeambiwa. Tunaelekea, tunakwenda katika msikiti wa haram. Tunaenda kufanya nini? Kufanya ibada ya umra. Tukishaingia tu msikitini, tunaitafuta Al-Kaaba iko wapi, na hivi ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alitokea Madina akanuia Dhul Hulaifa. Alipofika Dhul Hulaifa ambayo Abiyar Ali, akasali pale ndipo alipoanza kuhirimia ibada yake ya hija, kwa sababu kituo chake, miqati yake ni pale. Labbaik Allahumma, yeye alikuwa katika aina hizi tatu ya kufanya hii tamattu, lakini alivyokwenda akafanya ibada ya hija akawanasihi watu waifanye ibada hii au aina hii ya tamattu. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka Madina mpaka Maka
aliyafanya haya ambayo sisi tutayaeleza tukishafika katika mji wa Makka. Ukishaingia Makka unaitafuta Al-Kaaba moja kwa moja, na ulama ulfiqhi wanatuambia yani katika mlango ambao maalumat au adhkar ni shahiha, ni very few katika hizi sehemu, yani maathura zilizopokewa kutoka kwa Mtume hawana wao. Nyingi ambazo zinazungumzwa ni baadhi ya ulama wameiqtirah, wametoa opinion, wamezitoa katika vitabu vya fiqh. Kama ukiingia katika vitabu vya fiqh, ukifika pahala fulani sema hivi, ukifika pahala fulani sema hivi, ukifika pahala fulani sema hivi. Lakini ukipata maathura kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa pahala hapa alisema hivi, ni chache sana katika ibada ya haji. Ndio maana ukaambiwa hakuna dhikri maalum unapofika pahala fulani. Kama unazo ni nzuri ambazo hazipingani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wake, yani sio al-i'tida fi dua kama tulivyokatazwa. Dua yoyote ambayo ndani yake kuna al-i'tida, ubaya na kufanya uadui kwa dua, haitaki kuomba. Lakini ikiwa hamna makosa yoyote katika uombaji wa dua, omba dua. Sehemu kama baina rukn al-yamani na rukn al-hajar al-aswad ndio utapata maathurat kama vile rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sehemu kama Safa wal Marwa utapata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده ونصر الأحزاب وحده أفعل أو أبدأ بما بدأ الله إن الصفا والمروة. Vitu kama hivi vimepokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuna ubaya pahala popote katika harakati zako za hija ukaleta dhikri ya tahlil na takbir na tasbih. Imepokea kutoka kwa Bwana Mtume, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Lakini unaweza ukaleta dua yoyote ile katika harakati zako za kutufu na za kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, ukiwa Arafa, ukiwa wapi, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukidhie haja zako. Ni vizuri sana. Kwa hiyo uwe ni mudajjaj, uwe umejikok vizuri bisilah za dua. Dua silahul mu'min, uwe nazo adhkari zako mbalimbali mwenyewe unazileta ambazo la tidaa fiha ukiwa katika harakati zako za ibada. Tukishauona au tukishaiona Al-Kaaba kwa mara ya kwanza, hapo haiba utaiona ewe haji. Ukiweza nenda mpaka kwenye Hajarul Aswad ukabusu katika sunani zake, ulibusu Hajarul Aswad na uanzie ibada yako ya tawaf kutokea pale. Lakini ni ngumu sana wakati huu wa ibada ya haji kwenda moja kwa moja mpaka kwenye Hajarul Aswad ukapata nafasi ya kulibusu. Na pia hakuna ubaya kuleta dua kama hii ambayo ulama wameizungumza katika vitabu vyao. Allahumma zid hadha albayta, wakati unapoiona hii Al-Kaaba, Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'dhiman, ya Rabbi zidishie nyumba hii utukufu, adhama, mpaka mwisho wake. Alafu pia wazid mimman i'tamarahu au hajjahu min ibadika tashrifan wa takriman wa mahaba, na wenye kuihiji pia na kuizunguka wazidishie takriman wa ta'dhiman wa mahaba. Hapa ndipo unapotakiwa kuanza tawaf. Kama huwezi kwenda kuigusa Al-Hajarul Aswad, ashiria tu kwa mkono. Utakuta kuna alama ya taa ya kijani, iweke upande wako wa kushoto Al-Kaaba, sema bismillah Allahu akbar, anza kutufu, yani kuizunguka anti clockwise. Unaizunguka hivi, yani aqaribi saa inakwenda hivi.
zile mishale ya saa inazunguka hivi, lakini wewe nenda dhidi yake, yani kushoto kuelekea Alkaaba, umeweka kushoto, unazunguka kutoka pale mwanzo mpaka ukifika pale ulivyosimama wewe, inahesabiwa mzunguko wa kwanza. Yani ya kwanza itaanzia pale na kumalizikia pale, ya pili itaanzia tena pale na kumalizikia pale, ya tatu yani usawa wa Hajarul Aswad. Na sunna kupatikane ile kuvaa wanaita wenyewe rubega, bega lako la kulia liwe wazi, na pia kwenda mwendo wa matiti, yani ti katika zile ashwat 3 za mwanzo ukiweza yani. Lakini msongamano ni mkubwa sana, nenda tu mwendo wa kawaida mpaka mara 7. Dua gani? Tumesema dua ulionayo wewe ilete katika tawaf. Unapofika tu Ruknul Yamani na Ruknul Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Umeshamaliza tawaf, ukifanya mara 7, njoo pahala panaitwa Maqamu Ibrahim. Mtume alipomaliza tawaf alikwenda Maqamu Ibrahim. Nyuma ya Maqamu Ibrahim swali rakaa 2 za sunna. Rakaa ya kwanza soma suratul Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun. Rakaa ya pili soma suratul Fatiha na qul huwallahu ahad. Ukishamaliza hapo, katika sunna nyingine ni kwenda kunywa maji ya Zamzam. Mtume alikwenda kunywa maji ya Zamzam. Nenda kanywa maji ya Zamzam. Ma uzamzama lima shuriba lah. Ukimaliza kunywa maji ya Zamzam, nenda zako kaitafute hajar Jabal Safa. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Na wewe sema abda'u bima bada Allah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaanza kule inna Safa, alikuanza Allah inna Safa, kautaja mlima Safa, wewe utafute mlima Safa kwanza. Nenda zako mpaka juu ya mlima Safa ielekee Al-Kaaba. Kule katika mlima Safa itafutia Al-Kaaba, nyanyua mikono, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathir, la ilaha illa Allah. Hii maarufu kama takbirat zile tunazopiga katika wakati wa Idi. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu nasara abdahu, mpaka mwisho. Ukimaliza sasa, shuka kutoka katika Jabal Safa, approach kwenda zako Jabal Marwa. Ukifika kuna sehemu inayoitwa baina al-alamain, kuna taa rangi kijani pale. Tarkudu rakbatan shadida, unakimbia, unakwenda mwendo wa kukimbia rakba. Na hivyo ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyewe anasema Mtume wakati yuko Maka pale, amefika baina al-alamain, alikimbia mpaka ile ihram, nguo yake ya juu rida ikawa inazunguka katika shingo yake kwa kasi aliyokuwa anakwenda Bwana Mtume Muhammad. Na hii kwa wanaume, wanawake wanakwenda mwendo wa kawaida. Kwa hiyo ukifika pale unakimbia mpaka mwisho wa ile taa rangi kijani, unakwenda mwendo wa kawaida. Dua gani? Dua vile vile kama ulivyokuwa katika tawaf. Lete dua zako. Zipo zile dua ambazo ulama wameziweka katika baadhi ya vitabu, sio vibaya kuzileta. Unasoma dua unazozitaka mpaka ufike Marwa. Ukifika Marwa, fanya kama ulivyofika katika Jabal Safa. Elekea upande wa Al-Kaaba, mikono yako, la ilaha illa Allah. Baada ukisoma ile aya inna Safa wal Marwata min sha'irillah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, mpaka mwisho wa aya. Shuka kutoka Marwa, rudi tena wapi? Safa. Na hapo unatakiwa kufanya mara 7 kama ulivyofanya tawaf mara 7. Imeanzia Hajarul Aswad ikakoma Hajarul Aswad 1, na hapa ukitoka Safa mpaka Marwa inahesabiwa 1, na ukitoka tena Marwa kurudi Safa inahesabiwa 2. Hivi ndivyo hesabu unatakiwa uhesabu. Wengine wanakosea hapa hesabu, anatoka Safa Marwa, akitoka tena Safa anahesabu 1. Hapana, wrong. Unatakiwa utoke Safa
mpaka Marwa, that is 1. Kutoka kule kurudi 2, 3, hivyo hivyo mpaka 7. Ukimaliza 7, maneno ndo yale yale, umemaliza kufanya umra. Bado kitu kimoja tu ili utahallal. Nini? Unakata nywele. Kama wewe ni mwanamume, unapunguza nywele. Ukishapunguza nywele au kunyoa kabisa, hapo umemaliza ibada ya umra. Simple as that. Angalia namna ambavyo hakuna uzito wowote. Sasa pengine tumefika Maka mwezi 3 Dhulhijja, na hija inaanza mwezi 8. Kwa hiyo zile ihram tulizovaa na thiyabul ihram pale tunaweza tukazivua, kwa sababu tumeshatahallal. Umeshazivua, unavaa nguo zako za kawaida, unaishi kama mtu wa kawaida, unasubiri mwezi 8. Ukifika mwezi 8 sasa tunaamka, tunatia nia sasa ya kufanya ibada ya hija. Nia zetu tunazitia kutoka miqati? La, pale pale katika majumba yetu, mahotelini. Unashuka tu kwenye hoteli yako, umevaa nguo zako za ihram, unasema labbaik allahumma bilhajj. Sasa nakuitikia Mola wangu, nataka kufanya ibada ya hija. Unaanza siku ile, tunachukuliwa na mabasi, tunapelekwa Mina. Tunaenda, ni sunna siku hiyo kwenda kumaliza kushinda kule Mina. Utasalia dhuhuri na alasiri na magharibi na isha na alfajiri ukiwa Mina pale. Na hizi sala zote hizi ninazokutajia, kama ukifika pale ya dhuhuri utaswali ndani ya wakati wake ya dhuhuri rakaa 2, utapunguza sala. Kwa hiyo haji, jiandae na mabadiliko hayo ambayo utayakuta pale. Usije ukauliza mbona tunasali rakaa 2. Ndivyo alivyofanya Mtume, litakhudhu anni manasikakum. Alipofika pale Mina, Mtume sallallahu alaihi wasallam, isti'dadan, rehearsal ya kutaka kujiandaa kwenda zake Arafa kesho. Hii ni mwezi 8, hiyo wanaita yaumu tarwiya. Mtume alisali ya dhuhuri rakaa 2, alasiri rakaa 2, magharibi rakaa 3 kawaida, isha rakaa 2, alfajiri rakaa 2 kama kawaida. Ni mwezi 9 umefika, tumelala Mina hapo. Huu ni mwezi 9, tunaelekea zetu wapi? Arafa. Mabasi yanakuja tena kutuchukua, wimbo ni ule ule, nashid ni ile ile, dhikri ni ile ile, kauli ni ile ile. Nini? labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Wanaume sauti zao kubwa, wanawake sauti za chini kabisa. Jibril alikuja akamwambia Mtume, waambie wanyanyue sauti zao kwa takbir na tahlil. Wakati Mtume anatoka zake Madina, Mtume akawaambia masahaba, Jibril amenijia ananambia sauti zenu kwa takbira na tahlil. Basi zikanyanyuliwa sauti. Watu wakifika Maka, mtu akisema usikii sauti ile imepotea kutokamana na ile vishindo, sauti kubwa zilizokuwepo katika talbia ambazo walikuwa wakitoa masahaba. Umeshafika Arafa, unafanya nini? Arafa tutafika, tutasali ya dhuhuri na alasiri jam'an wa qasran. Yani kutaadhiniwa dhuhuri, zitasaliwa rakaa 2, alafu kutakimiwa, itasaliwa rakaa 2 nyingine za alasiri wakati wa dhuhuri, jamu taqdim. Alafu baada hapo fursa sasa ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Khairu yaumin, hakuna siku bora kama siku hiyo ya Arafa. Fanya mambo yako, mwelekea Allah. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u, anta almu'addu likulli ma yatawaqqa'u. Ya man la yurajja, ya man yurajja fi shada'id kulliha, ya man ilayhi almushtaka wal mafza'u. Maneno yoyote mazuri ya kumwelekea Allah yalete hapo siku hiyo, kwa sababu hii ni siku ambayo haifanani, na hii ndo nguzo iliyoibeba haji yote. Fanya mambo yako pale, unashinda pale mpaka jioni, dhikri na dua na salata ala nabi. Ikizama jua tunaondoka sasa pale, tunarudi Mash'ari al-Haram, Muzdalifa. Tunalala Muzdalifa. Ukilala Muzdalifa pale unasali alfajiri pale, na tutasali pale isha na maghrib, jamu ta'khir. Yani tutasali magharibi ndani ya wakati wa isha, magharibi rakaa 3 na isha rakaa 2.
tutalala pale, tutaokota mawe yetu pale. Ukumbuke tukishalala pale itakuwa ni siku ya Idi, tukiamka itakuwa mwezi 10. Na tunaondoka tumeokota mawe. Haya mawe tunaenda kupiga jamratul aqaba. Jamarati ziko 3. Kuna la kwanza, kuna la pili, kuna la 3. Tunapotoka huku Mina tunayakuta mawe 3 hayo. La kwanza tutaliacha, la pili tutaliacha, tutakwenda kupiga la mwisho. Tukitoka zetu huku Mina ni la mwisho. Kama unatoka Maka ni la kwanza. Hiyo inaitwa jamratul aqaba. Hili ndio jiwe kubwa, au tumezoea Waswahili tunaita shetani mkubwa. Siku ya 10, siku ya Idi, ndo tunaenda kupiga vijiwe 7 peke yake. Umeshaokota kule, tunakuja labbaik allahumma labbaik labbaik la sha. Asubuhi ya siku ya Idi hiyo wenzetu huko wanapiga takbirat zaidi, Allahu akbar, sisi labbaik allahumma labbaik. Itakatika talbia wakati ukifika mbele ya jamratul aqaba, ukarusha jiwe la kwanza kuipiga ile jamara al-aqaba, pale itaanza takbir Allahu akbar, kwa sababu ukipiga moja Allahu akbar basi unamtaja Allah, Allahu akbar mpaka mara 7, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ile jiwe ni kama representative wa shetani, unapiga mara 7. Ukipiga mara 7 basi talbia zile labbaik Allahumma labbaik, na katika kuanzia hapo unaanza kusema takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ukishapiga jamratul aqaba unaweza kwenda zako Maka, kwenda kufanya tawaful ifadha. Hii ni nguzo naye mara 7 kama ulivyofanya ile tawafu ya umra. Uende tena sa'i, hii nayo ni nguzo katika nguzo za hija. Alafu urudi zako wapi? Mina, kuja kulala. Lakini sisi watufanyi hivyo mara nyingi, na ni ruhusa. Tukishamaliza kupiga jamratul aqaba tunarudi kule kule katika mahema yetu. Na siku ya Idi inaitwa yaumu alhaji al-akbar, siku hii ya 10, kwa sababu haja na kwa activity zake ni nyingi sana. Kwa sababu kuna kupiga shetani, hiyo jamratul aqaba, kuna kuchinja, na mara nyingi huwa hatuchinji wenyewe, tunachinjiwa. Alafu kuna kunyoa. Hivi vitu vyote vinafanyika siku hiyo moja. Alafu kuna kwenda kutufu tawaful ifadha, alafu kuna kurudi kutufu pamoja na kusai, alafu unarudi zako Mina. Kwa hiyo sisi watufanyie haya, ndio mambo yatakufanyika siku hiyo. Sisi tunapiga jamratul aqaba, tunachinjiwa kule, alafu tunanyoa, tunarudi kwenye mahema, tunatulia. Ukishafanya haya, una ruksa ya kuvua zile ihram zako, kwa sababu umesha tahallul ndogo. Nasema tahallul ndogo sababu kuna bakia jambo moja tu uruhusi kulifanya, nalo ni kuonana na mke wako kama wewe umeenda Maka na mkeo. Lakini kukata nywele, tena kujitia manukato, tena zote zinaruhusiwa baada ya kufanya moja katika au mambo mawili katika siku ile, kama kupiga jamra na kuchinja. Unarudi zako kwenye hema, unanyoa, unakaa siku ngapi? Siku 3 au 2. Hizi zinaitwa ayyamu tashriq. Siku ile ya Idi kuna siku 3 zinafuata, 11, 12, 13. Zile ni wajib kukaa pale Mina. Ukipenda unaweza ukakaa siku 2. Qur'an inasema faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Zile siku zote unafanya nini pale? Unaleta dhikri, unaleta dua, unasoma ibadati, tunakumbushana, tunakwenda kupiga jamarati 3 kila siku. Na hii mara nyingi vitabu vinatuambia baada zawal, baada ya jua kupinduka, lakini miongoni mwa fatawa nyingi siku hizi za ulama ala madari saa wengine wanafanya. Kwa hiyo siku 3 hizi zitakazobakia, si jana au mwezi 10 tulipiga jamratul aqaba peke yake, 11 tutapiga jimari 3. Unachukua vijiwe vyako 21, unavigawa 7 fa 7 fa 7. Sasa zile jimar 3 zile, kile cha kwanza ambacho kikuta cha kwanza ulikiacha jana ndicho utakachokianza siku ya 11. Unapiga vijiwe 7, ndio ile ile Allahu akbar mara 7. Unaenda mbele baada ya kupiga ile jimar 7, jamarati zile ukapiga mara 7, unaenda pembeni kidogo, unaomba dua, unakaa hata nusu saa, omba dua.
Ukimaliza dua unakwenda ya pili, unapiga mara 7, unaomba dua, kisha unakwenda kupiga ya tatu. Ile ya tatu huombi dua, unaondoka. Hii ni mwezi 11 sasa. Umepiga vijiwe 21, vikuta vyote vitatu. Jana mwezi 10 ulipiga jiwe moja tu, yani ulipiga kikuta kimoja, mawe 7. Mwezi 11 umepiga 21. 12 utapiga tena 21. 13 kama upo utapiga tena 21. Umemaliza siku 3 za kukaa wapi? Mina. Ibada ni hiyo. Unaondoka zako, unashuka zako, unakwenda zako wapi? Maka. Kwa wale ambao hawajafanya tawaful ifadha, wakienda kule ndo wanakwenda kufanya tawaful ifadha mara 7. Unakwenda zako Mina, sa'i baina Safa wal Marwa, unafanya tena mara 7. Umemaliza hija kwa siku hiyo. Kilichobaki mbele yako ni kitu kimoja tu ambacho ni wajib katika wajibatil hajj, ni tawaful wida, tawafu ya kuaga. Na kina mama ikiwa zimekuja siku zao baada ya kumaliza hivi, ikabakia tawaful wida, wanasamehewa, wanaondoka hata bila ya kufanya tawaful wida. Haya ni ya kuzingatiwa vizuri sana, muhimu sana. Na mama awe anapiga hesabu katika siku zake, anajua kwamba mimi nikikaa muda mrefu mpaka kufika siku fulani, siku zangu zinaweza zikaja, bora nifanye haraka ya kwenda kufanya tawaful ifadha basi, ili akwepe ule mzunguko wake, usije ukamkuta yeye hawezi kufanya tawaful ifadha, kwa sababu mwanamke akipata period anaruhusiwa kufanya kila kitu katika hija isipokuwa tawaf. Kwa ajili hiyo apige hesabu zake vizuri, asije akakutana na hedhi yake akashindwa kufanya tawaful ifadha, na wakati huo watu wakawa wako karibu kuondoka, ikawa kuna matatizo. Lakini pia likikukuta hili, wewe mwanamke, nenda kwa viongozi wako wa haji, watakupa solution ufanye nini. Ni muhimu sana. Sasa tuko Maka, tumeshamaliza kufanya ibada ya hija kwa sura hiyo. Alladhi amamana huwa tawaful wida. Kilichobaki mbele yetu ni tawaful wida pekee yake, na hii inafanywa ikiwa umeshamaliza kufanya mambo yako, umeshafanya shopping zako, sasa unataka kuondoka Maka, unaenda kufanya tawaful wida, na hii haina sa'i, unaenda tu kuzunguka mara 7, unaondoka zako. Ukifanya tawaful wida, ina maana umeaga wewe, unaondoka zako, nenda zako sasa, nenda zako Madina. Kwa kifupi sana, hii ni labha ya kuweza kuwepesisha kwa baadhi ya ndugu zetu ambao bado hawana idea kuhusu ibada ya hija. Hakuna uzito wowote. Kuna watu mpaka leo bado wanaogopa kwenda Maka kwa sababu ya zile habari za zamani kwamba watu wamekufa 40, 300, 500 katika jisri ya Jamarat. Wanaogopa. Siku hizi hakuna kutisha, hivyo vitu vimeondoka kwa sababu wepesi umeshafanywa kwa mahujaji, hususan katika daraja hili la Jamarat. Hakuna tena zile collusion wala ile migongano ya isiyokuwa ya dharura inatokea pale. Basi twendeni tukahiji, tutekeleze ibada ya hija kwa njia kama hiyo, tutapata faida ya dini na dunia wal akhirah. Na inshallah mkiwa na maswali yoyote kuhusu habari ya ibada ya hija, nitumieni katika channel yangu na nitayaona na nitapata kuyajibu biidhnillah tabaraka wa taala. Inshallah hatua mpaka tufike Maka, tekeleza ibada ya hija tukiwa pamoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك